Vile hiyo mambo inaweza na science vile inaweza kufanywa watu waweze kufaidika. Sababu mnaona tuko na wabunge wengi hapa wa county assembly ya Meru, na ni heshima kubwa kuya kwa hii show. Wameacha kazi zao, itakuwa pia ni kukota heshima kuacha bila kusema chochote, kwa sababu wako na speaker wao ako hapa. Wana speaker kuja useme moja mbili, ili basi tuende tupeane vikombe hapa tuweze kumaliza sherehe ya siku ya leo. Karibu speaker. Thank you Waziri Medhuka Linturi, our Governor Bishop Kawira Mwangaza, all protocols observed. Unajua waziri ni ngumu sana kuongea kama mkubwa yangu governor ameongea, lakini tu nikubalie niseme kidogo. Ya kwanza governor, kwa sababu your principal secretary alisema kwa hapa na huko hapa, na tumeongea maneno ya ng'ombe. Hii mbegu governor, waziri, ni bei iko kali sana. Kwa sababu mkulima kununua mbegu ya ng'ombe 3,000, 4,000. Kama jana mimi nilinunua mbegu 8,000 sababu nilikuwa nataka hiyo ng'ombe ipate kike. Sasa hiyo mbegu kisikia 8,000 ya waziri, kwa mkulima ya kawaida ni pesa mingi sana. Kwa hivyo tukiweza at least iweze kuangaliwa hiyo mbegu ya ng'ombe iweze kwenda chini, ikifika 2,000, 3,000 ile mzuri itaweza saidia sana. Ya pili, waziri, tulikuwa tunaongea na principal secretary wako kusema tukiwa pale 3 stairs, na nikamwambia soko yetu ya avocado inaharibiwa na watu ambao wanaweza wanakuja huku wananunua avocado ya koma, ikienda kwa soko ya ulimwengu avocado yetu ya Kenya inakuwa mbaya. Na akaniambia kuna kampuni mbili ameweza kunyima ama kuwanyang'anya permit ya kuuza avocado. Kwa hivyo tunaomba, kwa sababu bei ni mzuri, umetengeneza hiyo bei ikawa mzuri vile iko sasa, at least wale watu wananunua na kupeleka nje, waziri waangaliwe ndio bei yetu iendelee kuwa mzuri zaidi. Na la mwisho waziri, ni ile tu maneno ya mwisho waziri, ni ile maneno ya makandamia. Mimi ni mkulima wa makandamia. Sasa hivi wanakulima wanunua shilingi 10. Jaribu kuangalia tu, kwa sababu watu wengi hapa, hata mheshimiwa Dhaitumu juzi alikuwa ananiambia hapa na makandamia kwa mboma yake. Tukiweza pata hiyo tashukuru sana. Na nikimalizia niseme waziri, niko na majority leader pale, simama tu wamuone. Asante. Kuna minority leader Mwenda, Mheshimiwa Mwenda, deputy speaker wangu. Na halafu sasa hao waheshimiwa wengine tafadhali simameni. Waheshimiwa msimame. Hao ndio wale waheshimiwa tumeweza kuja nao. Excellency the Governor, Mheshimiwa CS Linturi, asante sana. Pia nakumbushwa pia waziri, tuko na kijana mdogo sana MCA wa hii area, tu nikubalie tu aseme jambo because hii ni area yake, at least atukaribishe kwa hii area. Karibu, na ukimaliza upatie waziri kameme. Thank you, karibu. Asante Bwana Speaker. Our protocols observed, our governor na CS wetu na viongozi wenzangu ambao tumefika nao hapa na wananchi amjamboni. Bwana CS na governor, wacha mimi nisiongee sana kwa sababu wakubwa wangu wote wameongea, lakini niruhusuni kwanza nikwambia asante sana Mheshimiwa Medhuka, kwa sababu wengi wetu hatungekuwa kitu chochote. Umetushika mkono, umetuelekeza, na hata yale mambo ambayo umetuambia hapa siku ya leo kuhusu amani ya Meru, I can assure you as among the leaders wale wako kwa assembly, sisi tunaenda kushikana zaidi tuhakikishe kwamba tumesupport our governor na pia national government, the policies ambazo siko na ambazo sitakuja kwa kilimo na hata ministries zingine tutaendelea kusupport, so that for the next 4 years 5 years tuangalie nyuma tuone nini tumeweza kuachieve kwa watu wetu. Kwa watu wa Showground, asante Patron Governor kwa kusupport Showground.
tunaomba uendelee kusupport zaidi. Tumeona a lot of innovation kwa vijana na wale wengine, na tunajua hii tu ni mwanzo. Tukipitia kwa uongozi wenu tutafika mbali. Asanti na Mungu awabariki sana. Kwa hivyo mtaniruhusu nipatiane kipaza sauti kwa CS wetu. Asante bwana CS. Kale pole tulisahau hapo kidogo, lakini asante speaker kwa sababu ya kutukumbusha. So nataka niseme mambo ya makandamia. Tunajaribu kuangalia ni vipi tutaweza kufanya ili tuhakikishe ya kwamba makandamia inaweza kuongezeka pesa. Na ile shinda iliyoko ile kubwa ni kwamba zile nchi ambazo zilikuwa zinategemea sisi kwa makandamia ni nchi ambazo zimekuza makandamia yao. Wale wanajua mbeleni tulikuwa tunapeleka Japan na hata China. Kwa hivyo hiyo soko tumeilose substantially because they have grown their own nuts. But nimekuwa na mkutano na watu wale wako na interest kwa industry hii, na kuna maneno tumeshare na wao, na hata kesho chairman wa kamati ya kilimo katika Senate Murango na ile ya Mutunga tunapatana ili tuweze kukubaliana mimi na wao kama ni sheria ama nini vile tafanya, because I've been told naweza nikipeana leseni ya kupeleka makandamia export vile yalivyo, bei itaweza kupanda. I will not leave anything that will be for the good of our people. Hata kama ni kufungua na kutumia nguvu yangu ya kisheria, mtaweza kufanya hivyo baada ya makubaliano ili bei iweze kupanda. Na la mwisho tena, sababu nataka kuwaambia pineapples pia ni mumea ambao ingine pia uko na pesa mingi sana. Nilikuwa kule nchi ya Israeli na rais kama wiki 3 iliyopita, na mambo yale mengine tuliweza kukubaliana ni kwamba kufungua masoko yetu ni lazima. Ile nchi mnajua ni iko na njangwa sana na iko mbele. Tunaomba teknolojia yao ya mambo ya irrigation, ile chakula tuko nayo tunaweza kuwauzia, na kile chakula yote tunapeleka katika EU those standards, basi wanaweza pia kupata. So I also want to encourage you muendelee na ukulima kama huo wa pineapples, and I'm happy to announce from here that on Monday early morning I will be flying off the first cargo flight ya pineapples kwenda nchi ya Israeli after kukaa na wao na kukubaliana. Na hii ndio njia moja ya kufungua soko ya vile vyakula watu wetu wanakuza ili waweze kupata pesa mingi. And I'm telling you, the price of pineapple now in Israel, ama wale itakuwa imepanda 6 times kutokana kwa ile bei tunaopata katika hapa. So we want to assure you very soon tutakuwa tumefungua masoko mengi, tutafanya value addition, na tutakuwa wakulima wetu wanapata pesa ya maana kutoka kwa ukulima wao. And just like I said, government is committed in supporting or subsidizing production. Na hao ndio marafiki wale wanataka kuingia kwa mashamba. Na finally Bwana Ayub, sababu umetaja nilisahau kunikumbusha, our subsidy program is not only limited to fertilizer. And that's why I said, because we are also registering farmers under the KIAMI system and learning na kujiandikisha, because Ayubu nakubaliana na wewe that the sexed semen is very expensive and out of reach of very many Kenyans. Now in the next phase ya subsidy, my ministry, my department of livestock, kama kuna kitu ingine tunaenda kusubsidize ni hiyo mbegu ya ng'ombe ili bei itoke kule juu ya 8,000 iende chini. So that is something we have already discussed, we have agreed on, and as we strive to continue improving our breeds and to double production ya maziwa, that is another clear way of ensuring
production because we've been giving you better brains to change our animals. Kwa hivyo asanteni sana washirika wa ama management ya ASK. Thank you very much. We've had a wonderful time. We've learned so much. And I think I want over the program to the chair ama ni nani so that you can take us to the next phase. Asante sana. Kwa sasa tutaelekea pale chini ndio tuweze kupeana zawadi kwa wale exhibitors ambao wameweza kutuzwa katika maonyesho haya ya kilimo. Ile timu ya Kambakia tunaomba kama mtaweza muimbe mkiwa hapo tunapoendelea kupeana zawadi. Kama mtaweza mkiwa hapo ni sawa. Kwa sasa ni wakati wa kuzawadi wale exhibitors ambao wamefanya vizuri katika maonyesho haya, na kwa kweli ni kwamba mcheza vizuri utuzwa. The winners on my right hand side. Yes, we want to move on. Class number 1A, Kenya Bureau of Standards. 1B, Meru University to be there. Meru University, class 1B. 1C, Kenya Plant Health Inspection, wakuwe tayari. Angalia chini. Oi. Angalieni kamera. Angalia chini. Kamera ziko huku. Kamera ziko huku. Kamera ziko huku. Go there, boss. Kefis, next. Capital Circle to follow Kefis. Kefis, angalia chini. Boss, boss. Capital Circle. That is 1D. Class number 2, KTNDA. KTNDA. Followed my class number 3, Simuro Sins, Company Limited. Angalia picha. Simuro Sins, class number 3. Followed by EPZA. EPZA, similar. EPZA, class number 4, small train stand. Class number 5, new KPCU. New KPCU. New KPCU followed by Kenya Bureau of Standards, class number 8. KEBS,